Bana, niko hapa Dominic Salamba na tuko tayari kukujuza kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Dominic Salamba, Chifu Nzobane Kamazu Mfela, lakini yote kwa yote ni pale pale mitaa ya Twiga na Jangwani, ndipo ambako tunakwenda kukita kambi. Dominic Salamba, kwa vizuri kaka? Ndio wako. Na namshukuru Mungu, silalamiki, uzima upo wa kutosha kweli kweli. Ndio. Bana, habari za siku mbili tatu, ni mawiki yamekatika hivi kama mawili, hatujawahi kabisa kuonana. Nadhani hii ni miongoni mwa changamoto za hapa na pale, purukushani za mjini na mambo, lakini nafikiria uko vizuri kweli kweli. Mimi niko vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda. Okay. Sawa. Bana, Salama, nataka tutazame namna ambavyo Young Africans kwa sasa inahusishwa na sajili nyingi kweli kweli. Afrika Kusini kumekuwa sehemu ambako Young Africans anatajwa sana. Kocha ametoka hapo, lakini pia baadhi ya wachezaji wanatoka pale. Ni kitambo pia hatujawahi kuzungumzia swala hili la usajili, namna ambavyo mambo yanakwenda. Nataka tu finalize nyakati hizi kwa namna ambavyo unazielewa hizi mambo, hasa pale kwenye klabu ya Young Africans. Mambo ya usajili yako vipi? Nini hasa ambacho wananchi wanapaswa kutarajia hasa kwenye dirisha kubwa hili? Nafikiri kwa upande wa wananchi, Yes. Kwa maana ya klabu ya Yanga sasa wanajikita kwenye kufanya timu yao iweze kuwa katika ubora ambao pengine wanautarajia, lakini ukiangalia ni kama wanakwenda kujenga timu. Okay. Kwa sababu project ambayo walikuwa nayo imeishia mwaka huu wa 5. Yeah. Na wameweza kufanikiwa kuweza kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo. Kwa hiyo wamefanikiwa kwa sababu ndio ilikuwa fanikio la kwanza. Na Yanga kuchukua ubingwa wa ligi sio issue. Unazungumzia leo ubingwa 32. Kwa hiyo wamekuwa kichukua. Kwa hiyo malengo walionayo kwa msimu unaokuja ni kuona kwamba kwanza wanakwenda kudominate kwa maana ya ligi ya ndani, wanaongeza wigo, lakini pia at least wafanye vizuri kimataifa. Kwa maana watoke kwenye hatua ya makundi, robo finali, na ikiwezekana wafike nusu kama sio finali katika msimu unaokuja. Kwa hiyo sajili ambazo wanazifanya, sajili ambazo zinaakisi ukubwa na ushindani ambao watakutana nao katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tegemee kuona kwamba majina mengi ambayo hatukuwazoea kuyasikia, sababu tunafahamu katika ligi yetu most likely unaona watu kwa sajili it's not more than labda ni dola 300,000. Yeah. Ndio maximum, kija pengine dola 200,000, 100,000. Mishahara yetu tunafahamu dola 15,000, lakini Yes. sasa ili uweze kufikia level za kuweza compete kwa ajili ya michuano ya kimataifa lazima uende beyond ya hiyo budget. Kwa hiyo tegemea kuona wakisajili wachezaji ambao watakwenda kuanzia dola 500,000 na kuendelea, lakini pia wachezaji ambao hawatakuwa tu ni bora, lakini ambao wana profile na kwa upande mwingine tayari wamesha prove katika maeneo ambayo wameweza kutoka. Kwa hiyo ni sajili ambayo unakwenda kutoa timu ambayo itakuwa ina ubora wa moja kwa moja, lakini kwa maeneo mengine ni usajili ambao utakwenda kuguza maeneo mengi na pengine utakwenda kuanza project nyingine kuelekea miaka 5 mingine ijayo. Sawa. Salamba, kuna nyakati pia nilikusikia ukiwa unazungumza kuhusiana na sajili hizi za Yanga kwamba Young Africans watakwenda kushangaza hasa bara la Afrika zima, sio Afrika Mashariki tu na Kati, huenda bara zima la Afrika likatikisika. Kwa nini? Ziko taarifa kuna wachezaji wanatoka nje ya bara hili la Afrika na wanakuja kujiunga na klabu ya Yanga. Nafikiri ni nyakati sahihi pia kama ungetumegea mkate huo juu ya nyota hao, wapi wanakotokea na nini hasa ambacho kinaendelea mpaka sasa. Nafikiri nilizungumza kwamba saizi wanajaribu kutaka kuclose kati kuweza kupita maeneo mengi. Yeah. Na miongoni mwa maeneo ambao watapita Europe, watapita Amerika Kusini, Amerika Kaskazini. Okay. Kwa sababu ujue mara nyingi tumekuwa tuna narrow searching, kwa maana kwamba unakuta most of the times tunakimbilia tu Burkina Faso, Ivory Coast, Senegal. Tuko eneo hilo, lakini ukiangalia kwenye nyota wengi ambao wana ubora wale ya juu wapo katika maeneo mengine. Kwa hiyo wameweza wameweza kuongeza kujistretch, waweze kusogea mbele zaidi. Kwa hiyo utegemea kuona baadhi ya nyota, na walikuwa wana mazungumzo na nyota ambao wanakipiga katika ligi 2 nchini France. Okay. Na nyota wawili ambao mazungumzo yake hayako vibaya sana, muda wote wanaweza kukubaliana na wakaweza kuwatangaza, lakini pia walienda mpaka Amerika Kusini, Amerika Kaskazini, maeneo ya Venezuela, kote waweza kupita. Lengo lilikuwa ni kwamba kutafuta quality ambazo zinaweza kuja kuakisi au kuja kusaidia katika kile ambacho wanahitaji katika msimu unaopita. Kwa hiyo utakuwa ni usajili ambao umegusa katika maeneo mengi. Okay. Na sio tu Afrika, nje ya Afrika kwa maana ya Europe na maeneo mengine, na kuanzia kesho kama sio leo usiku ndio wataanza kutangaza wachezaji, kwa sababu Jumatatu wanaingia kambini.
Okay. Sawa, mimi Salama natamani nielewe kitu kimoja hapo kwenye wachezaji wanaotoka nje ya ardhi ya Afrika wanaweza kuadapt mazingira, kwa sababu tumezoea Afrika Kusini, hasa timu ya Mamelodi na nyingine ndizo ambazo zinafanya hivyo, na ukitazama mazingira ya Afrika Kusini ni kama Ulaya tu, hakuna tofauti kabisa, lakini Afrika Mashariki sisi bado kidogo tuko nyuma. Ndio maana hofu yangu je, wachezaji hao ambao wanatoka Ulaya wanaweza kuja kukopi na kuingia kwenye mifumo, kwa sababu walishawahi kuja wachezaji wengi, lakini wengine walishindwa pia kuadapti mazingira ya Tanzania na mwisho wa siku hawakuwasaidia hasa kwenye mashindano ya kimataifa ambayo walikuwa wanayalenga hasa. Ukishazungumza kwamba kama wameweza kusajili kutokea South Africa na nyota wakaja hapa na wakaweza kuprove, unawazungumzia baadhi ya nyota ambao walipita Yanga, walipita Simba, kwa sababu kama umefanikiwa kusafiri, hali ya hewa ya South Africa haina utofauti mkubwa sana na Norway, Denmark, France, sehemu nyingine. Okay. Ni almost the same. Kwa sababu tumesafiri tumeweza kuona zinafanana kwa sehemu kubwa sana. Kwa hiyo kama mtu anaweza kuishi South Africa na South Africa akaweza kuja Tanzania akakaa, maana yake hata mtu kutoka France anaweza kukaa kufanya kazi. Lakini pia mara kadhaa tumeona hata baadhi ya nyota wakija, tulikuwa tuna kina Obren Sikovic huko nyuma watokea nafikiri Serbia, Simba walikuwa na Fraga na wachezaji wengine wengi ambao walitokea Europe na bado waliweza kucheza. Kwa dunia leo hii sio changamoto. Kikubwa tu ni kuwa na mazingira mazuri ambayo yatafanya mchezaji aweze kujifunza na kupata kile ambacho kitamfanya yeye aweze kutoa kile ambacho anacho. Kwa hiyo sasa na dunia imekuwa ni kijiji. Kwa hiyo kutoka Amerika, kutoka Brazil, kutoka Mexico sio issue. Ni jambo utakuja, atasumbuka baada ya wiki moja, wiki mbili, unaadapt, unaingia kwenye mfumo, unafanya majukumu. Kwa sababu dunia ipo. Kama wakati sio wanatoka na kwenda kule kwa kucheza, kwa nini wao wasiweze kuja kucheza huko? So unaelewa sio? Yes. Kama wakina Bwana Samata wametoka, wameenda Europe wamecheza, wakina Msuva na wengine, kwa nini wao waweze kushindwa? Kwa hiyo ni jambo ambalo linawezekana. Ni mambo ambayo ya kawaida, ni kuangalia tu mahitaji na kuweza kufanya ile adaptation kwa haraka, unaingia katika mifumo. Sawa, ni Dominic Salamba huyo, Chifu Nzobane kama Zoomfella, bado tuko naye hapa. Tunaendelea pia kupata madini mawili matatu kutokea kwake, lakini kubwa zaidi ni namna ambavyo Young Africans wanahusishwa kwenye sajili. Umepata kusikia namna ambavyo wamezimega na kuzichakata sajili za Young Africans dirisha hili kubwa. Ni moto kweli kweli. Ni balaa ambalo halijawahi kutokea kwenye dirisha la usajili. Kwa nini? Anakuambia Yanga project yao ya miaka 5 ilishakuwa na mafanikio. Sasa rasmi Yanga wanakwenda kusuka na kuiandaa projekti nyingine mpya ambayo huenda ikatikisa na kuwa gumzo zaidi barani Afrika. Salamba, na tamani pia nisikie kutoka kwako juu ya Faisal Salum Feitoto. Kuna nyakati ulizungumza dili lake kwenda Young Africans dirisha dogo, lakini Azam wakapambana kweli kweli, akaendelea kusalia pale pale Azam FC. Kwa sasa kuna nyakati pia alihusishwa kwenda katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, mambo yakawa mazuri. Mo alizungumza naye, lakini ghafla tukapokea taarifa ya kwamba tajiri wa klabu ya Simba wakati anazungumza na mchezaji yaliwekwa maneno mengi na sio fedha nyingi, jambo ambalo kuna ugumu Faisal Salum Feitoto kwenda katika klabu hiyo wekundu wa Msimbazi Simba, sababu tajiri anasema hapa ni timu kubwa, njoo uonyeshe ukubwa wako, watu watakupenda, lakini kwenye fedha mambo kidogo yamekuwa magumu. Sasa mchezaji anataka fedha na sio maneno. Taarifa za uhakika kutoka kwako, nini hasa ambacho kinaelezwa juu ya Faisal Salum? Yes, of course. Nafikiri mara ya kwanza tulizungumza ya kwamba Faisal angeweza kuanza mazungumzo na klabu ya Simba. Lakini mambo yamekuwa tofauti. Yanga bado still wameendelea kumwangalia kwa jicho la ukaribu, na ukizingatia kwamba msimu uliopita walikuwa wana pre-contract na Yanga, na kama ingekuwa sio mabadiliko ya benchi la ufundi la Azam, pengine leo ungeweza kumuona akiwa anatumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo Yanga kila mfuazie mbio, kwa sababu unapozungumzia nyota ambao wana ubora wa hali ya juu ambao ni wazawa, huwezi kuacha kumzungumzia Faisal Salum. Kwa hiyo niwahakikishie tu kwamba Yanga wapo katika nafasi nzuri ya kuweza kumrudisha kwenye timu, kwa sababu bado wanamhitaji, na nafikiri tajiri wao anaamini kwamba pesa ikiongezeka pale atakwenda kuongeza kitu, na hasa katika michuano ya kimataifa. Kwa mpaka sasa hizi almost deal la kuelekea Yanga ni kubwa, na uwezekano kwenda Simba ni mgumu, kwa sababu kipengele cha 1B kipo pale pale akijaondoka. Bwana Faisal Salum Feitoto anaendelea kuwachachafya na kuwavuruga kweli kweli mashabiki na wanachama wa hizi timu kubwa mbili, Yanga na Simba. Lakini Salamba, Faisal anaweza kucheza timu yoyote kwa sasa hivi hapa Afrika?
kwa namna ambavyo anacheza. Hiyo ni no doubt. Faisal ni mchezaji mkubwa. Okay. Timu yote anaweza kacheza yoyote barani Afrika. Na sio hata Ulaya anaweza kacheza. Okay. Yaani it's pure talent. Sasa kwa nini timu zetu zinahusishwa na wachezaji wengine kwa fedha nyingi sana, bilioni 4, bilioni 7, bilioni 15? Mfano Gilimugisha imefika mpaka B15 thamani yake inaelezwa huko. Faisal Salum inaonekana pale Azam ukiwa hata na bilioni 3 anang'oka. Kwa nini tusichukue huyu ambaye anaonekana ni matilo ya Afrika kabisa? Sasa unajua, yani lazima uweze kutoa utofauti kati ya international player na local players. Faisal ana kipaji cha moja kwa moja, mchezaji mkubwa, lakini bado hajafanikiwa kuprove katika michuano ngazi ya mikubwa. kimataifa. Unaelewa sio? Okay. Yani ana success yoyote ya kimataifa. Kwa maana pengine alifika nusu finali au alifika finali ya bingwa barani Afrika, kitu ambacho hajakipata. Kwa hiyo kuwa na ubora na kipawa ni kitu kingine. Lakini kuja kufanya kitu kwa experience ni jambo lingine. Kwa hiyo hawa leo tunazungumzia kina Gilimugisha kwa sababu tayari wamesha prove katika midani za kimataifa. Okay. Wakiwa wana uwezo mkubwa, wanafanya vitu vikubwa na wameweza contribute katika mafanikio ya timu. Kwa hiyo hiyo ndio inakwenda kutoa utofauti baina ya mtu mmoja na mtu mwingine, lakini bado haizuii kusema kwamba Faisal ni miongoni mwa nyota ambao wana vipaji vikubwa sana na ambao kama watapata nafasi wanaweza kufanikiwa kufika mbali hasa katika michuano ya kimataifa. Lakini kwa sasa hizi bado thamani yake huwezi kuiexpand sana kwa sababu ya bado profile yake haijulikana kimataifa kwa sehemu kubwa. Ukashita mbali aliingia na Azam wakaishia kwenye hatua ya makundi, kitu kama hicho. Sawa bwana, hapo ndipo ambako tunaweka nukta, mimi pamoja naye Dominic Salamba Chifu Nzobane kama Zoomfella juu ya usajili wa klabu ya Young Africans kwenye dirisha kubwa. Mambo ni moto kweli kweli. Unaweza kudrop comment yako, lakini pia unaweza kutumia nini hasa ambacho unakiona. Tetesi zimekuwa nyingi, kwa nini Yanga wanataka wasuke bomu lingine la miaka 5 zaidi? Mimi sina la ziada, itosha kusema nikutane tena muda na wakati mwingine hapa Wailalika. Maasalam.